kung'amua kile ambacho amekiwasilisha. Sasa tukijikita kwenye ubeti wa kwanza, amejielezea kwa mapana na ujumbe ambao umekuja kuwakilisha kwa kuanza na utambulisho. Utambulisho wake si kitu cha kawaida tu, lakini utambulisho wake unakuja pale ambapo anajieleleza kwa kina zaidi sehemu ambako ametoka, kusudi lake ni lipi na kwa nini yuko hapo. Anasema mimi nimetokea juu sana, yani kama anakupasha habari. Nimetokea juu sana, ni nje ya hii nafasi na huu ulimwengu. Kwa ndo maana anasema, ukimsikiliza pale anazungumza kwamba yeye ni nje ya ulimwengu. Anasema nimesafiri ulimwengu wa juu zaidi. Nje ya ulimwengu nimepata hayo baada ya kuona na kujua haya ni damu yangu na mabadiliko yapo kwenye mishipa yangu, kwamba hii ni damu yangu. Yani amepita ulimwengu wa juu zaidi, amegundua kwa ulimwengu wote wa juu ambao ameupita na yote yale ambao yametokea ni damu yake na mabadiliko yapo kwenye mishipa yake. Nilikuwa mbali sana kwa muda mrefu, kwamba huko alikosafiri alienda mbali kwa muda mrefu. Akajigundua kuwa yeye ni nuru, asema mimi ni nuru kurunzi, au anaweza kusema mbeba mwanga. Kwa sasa nafanya vyote visogee na kuanzisha mawimbi, kwamba anaweza kufanya vitu visogee na kuanzisha mawimbi. Sasa unaweza kusema huyu mtu kama mchawi. Nimekuwa nikiota nikipaa kwa muda mrefu. Wengi wamekuwa wameota hizo ndoto wanapaa, lakini yeye alikuwa akiota kwa muda mrefu. Nilikuwa na maono au njozi kutoka kwenye kijivu, wakanihitaji niweke sahihi, yani niwe miongoni mwa wale watia sahihi kwenye hao wa kijivu. Akiliunde na mageuzi ya akiliunde. Anazungumza mabadiliko na mageuzi makubwa ya akiliunde, ambavyo namna yamechukua utashi wa mwanadamu, namna ambavyo amemfanya mwanadamu amekuwa tegemezi. Kwa ameweka katika fumbo kwamba hii tuwe nayo makini, itakuja kutuletea madhara baadaye. Mimi ni wa wakati ujao, kwamba alienda wakati ujao, alikuwepo wakati uliopita na yupo sehemu sahihi. Amefikia hatua ambayo amefahamu kila kitu. Amefikia hatua ambayo alikuwepo kabla, yupo na ataendelea kuwepo, na bado yuko sehemu sahihi. Hapo ndipo anachokieleza kupitia ule ubeti wake wa kwanza. Lakini kupitia kabla ya kiitikio tunaita pre-chorus kwa lugha ya Kiingereza, and the missing link of this illusion, I'm not really here, I'm just intrusion. I don't swim or sink, I just float. I don't need a gravity, I just need to grow. I just need growth. Anazungumza yeye ndiye aliyesahaulika. Yule mtu ambaye ana umuhimu amesahaulika, hapewi kipaumbele, ni yeye. Kwa kizazi hichi cha udanganyifu na viini macho, kwamba vingine vimekuwa ni viini macho, sio uhalisia wa mambo. Sio kama vile ambavyo tunautazama ulimwengu, lakini tukiutazama ulimwengu kwa jicho la tatu, kuna mambo mengi tutaona kwamba si sahihi. Mimi sipo hapa, ila nimeingia kwa nafasi ambayo haishikiki. Umeona? Anasema yeye anahitaji kukua zaidi. Yani kwenye ile hatua yake ya ukuaji wa kiroho anahitaji kukua zaidi. Siwezi kuogelea au kuzama. Mimi ninaelea tu. Hivyo mimi ni nafsi. Kwamba nimefikia hatua ambayo nimekuwa sasa mtu wa rohoni zaidi. Sihitaji nguvu ya mvutano, ninahitaji kukua zaidi na zaidi. Kwenye kiitikio sasa anazungumza, anasema when I move it's an earthquake rumble. I will never stumble. I don't need to be humble. Break down the walls like a Jericho crumble. Anazungumza, anasema nitatembea. Yani ninapotembea ni matokeo ya tetemeko la ardhi kurindima kwa kishindo. Yani anapozungumzia stumble, anapozungumzia rumble, kurindima kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Anasema kamwe sintoweza kuanguka. Kamwe sintoweza jikwaa. Nafsi haiwezi kuanguka, nafsi haiwezi kujikwaa. Ni huru zaidi. Ndio maana wengi wanapozungumzia falsafa ya kifo wanakuwa na maanisha ya uhuru mtupu. Mtu anapokuwa huru zaidi hana hofu tena ya kufa, kwa sababu tayari ameshaonja mauti na tayari amekuwa ni nafsi ambayo haina ukomo tena wala kuhofia kifo. Ambia sihitaji kujinyenyekeza, nitavunja ukuta kama Jericho alivyofikicha. Sasa ukuta wa Yeriko au ukuta wa Yeriko kwa lugha ya Kiswahili ni mojawapo ya kuta zilizoimarishwa zaidi na zilizokaa muda mrefu zaidi duniani na zimewekwa katika hazina ya dunia. Anazungumza, yani ameamua kumtumia Jericho na zile sifa zake na namna ambavyo aliandikwa kwenye vitabu, akaamua kumtumia Jericho kama msafiri wa ulimwengu. Si sayari tu kutoka bara moja kwenda bara nyingine, lakini ulimwengu. Si msafiri wa sayari dunia, lakini msafiri wa ulimwengu. Napozungumzia ulimwengu ni mpana, yani kwa lugha ya Kiingereza a universe. Sasa anakuja kwenye
ubeti wa pili, I can go higher past the stratosphere, I can catch fire, I can go hard I don't even need to try. Star blood, I don't get tired. Predestined, written in the stone. I feel it coming. I feel it in my bones. Heavily protected, never alone. Trapped and I'm connected to the unknown. Anazungumza akiwa anasafiri, anakuambia nitakwenda juu, nikipita kwenye eneo la juu la anga ninaloweza kushika moto. Kuna eneo la juu la anga ambalo kiwepo unaweza ukaungua kabisa. Kwa hilo eneo anazungumza, anasema ni dhahiri kabisa kwamba naweza kushika moto. Ninaweza kujikita zaidi na siwezi kujaribu. Mimi ni nyota ya damu, kamwe siwezi kuchoka. Mimi nilipangwa tangu awali, niliandikwa kwenye mawe. Anajipa sifa na utukufu. Anasema nahisi inakuja na ninaisikia hadi kwenye mifupa yangu. Nikiwa nimeandaliwa kwa ulinzi imara. Siko peke yangu. Kidhani kwamba yuko peke yake, yuko na jeshi imara ambalo linamlinda. Nilitekwa ndani, anazungumza hapo zamani, lakini nimeunganishwa na isiyofahamika. Kwamba kwa wakati ujao ameunganishwa na isiyofahamika. Isiyofahamika ni nguvu ipi hiyo ambayo imemfanya awe na nguvu na awe na uwezo wa kuweza kusafiri zaidi ya kawaida. Kwa wimbo huu uweze ukauelewa moja kwa moja, lakini kupitia Soulful Sunday leo nimekuelezea kwa uchache tu, lakini una mapana mengi zaidi ambayo mengi ni dhahiri kupitia kwenye albamu yake. Ameeleza siri nyingi za ulimwengu, ameeleza mambo mengi ambayo mainstream media haiwezi kukuambia ukweli huo ambao yeye ameamua kukuambia kulingana na kile ambacho amekifanya. Kwa ukimwangalia muonekano wake, unaweza kusema ni mtu ambaye anaabudu shetani, ni mtu wa mashetani kwa namna ambavyo wewe utamhukumu, lakini yeye ni mtu ambaye aliyeamshwa, the awakened one. Ni mtu ambaye tayari amevumbuliwa macho, anaelewa kila kitu, anafahamu kila kitu kwenye ulimwengu wa roho. Basi amekuwa katika hali kubwa, hali yake ya kiroho amekuwa si wa kawaida. Kwa ukimwangalia unaweza kusema huyu mtu ana mashetani, huyu mtu anaabudu shetani, lakini aliyozungumza kupitia wimbo huu wa Jericho ni dhahiri na ameeleza kwa kina katika mambo ambayo kwenye ulimwengu huu wa sasa kwa namna fulani huenda tumefichwa. Kwa leo nimekufichulia siri hiyo kupitia Soulful Sunday na kile ambacho Iniko amekiimba kupitia wimbo wake wa Jericho. So usio una bang tu, lakini uweze kuelewa wimbo huu amemaanisha nini na amejieleza nini. So mpaka Sunday nyingine, mimi ni RS Guys. This is adios.